Unapookoka sio tu kwamba unasamehewa dhambi. Ndani ya msamaha wa dhambi kuna ukombozi. Kati ya eneo unalokombolewa nalo ni mifumo ya kiroho ya nguvu za giza, ambayo kazi yake ni kutumia mifumo yote itakayoweza kufanya kile ambacho ufalme wa giza unataka ufanyike. Okay, ngoja nijaribu. Mnakumbuka wakati ulimwengu ulipokuwa unaumbwa? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini kule kwenye nchi na katikati yake na mbingu, Biblia inasema kulikuwa na ukiwa, kulikuwa na utupu, kulikuwa na giza. Daka vizuri. Na maandiko yanasema Roho wa Mungu alitulia juu ya maji. Kutulia juu ya maji haina maana nchi ilijaa maji kama ndoo alafu Roho Mtakatifu akakaa juu ya. Hapana, kwa sababu ukiendelea hapo chini utaona Mungu akitenga maji, yengine yakaenda juu, mengine yakaenda chini, hapa katikati kukatokea kitu akakiita anga. Kasome Biblia. Kwa hiyo inamaanisha maji yalijaa kuanzia chini mpaka kwenye mbingu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuwa ameingia, hakukaa juu, aliingia ndani kuatamia. Roho Mtakatifu aliingia kwenye giza, aliingia kwenye utupu, aliingia kwenye ukiwa, akakaa. Mifumo ya dunia wakati ule, Biblia haituambii kitu gani kilichotokea, lakini mifumo ilikuwa imegubikwa na giza, imegubikwa na ukiwa, imegubikwa na utupu. Nataka ufikiri pole ya kwamba kitu cha kwanza katika vile vitu vitatu alichoshughulikia ni giza. Alisema kuwe nuru, na ikawa nuru, na akaiona ile nuru kwa njema, akaitenga mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akaanza kushughulikia mifumo mingine, akitufundisha kwamba ukiingia kwenye mfumo, kitu cha kwanza shughulika na giza, roho ya giza ya kiroho. Okay, ngoja nijaribu kutoka. Biblia inasema hivi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Unafahamu huo mstari? Ninyi ni nuru ya ulimwengu, kwa kitabu cha Mathayo sura ya 5. Wewe ukatafute hapo, nione homework yako. Kitu gani ninachotaka kuonyesha? Nuru ni silaha. Mungu anapokufanya wewe kuwa nuru ya ulimwengu, maana yake wewe ni nuru ya mfumo. Kuna tofauti ya dunia na ulimwengu. Akizungumzia ulimwengu anazungumza mifumo. Akizungumza juu ya sisi kupigana katika ulimwengu wa roho, anazungumzia mifumo iliyoko katika ulimwengu wa roho. Anapozungumzia namna hiyo, kitu cha kwanza kama yeye alivyofanya, kinachotakiwa kushughulikiwa ni giza. Sasa Mungu anapotaka kushughulika na giza, tangu tulipoanza kuokoka kutoka msalabani, kitu anachofanya, anafanya kitu gani? Anawageuza watu wanakuwa nuru. Wanapokuwa nuru wanakuwa silaha. Kwa hiyo wewe ni nuru, kwa hiyo ni silaha ya Mungu mikononi mwake kwenye mfumo ulioko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapookoka ni kama vile kasema kwenye ile eneo unalokaa kuwe nuru, alafu ghafla ni nuru. Nuru ni nani? Ni wewe. Wewe ni nuru. Na unapokuwa nuru, maana yake ni kwamba giza linaanza kupata shida. Vitu vyote vinavyofanyika kificho vinaanza kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni nuru. Ndio maana ukishaokoka unaanza kupigwa vita, sio kwa sababu kosa lako umeokoka, ni kwa sababu ya nuru yako ulionayo. Kwa sababu sasa ile nuru inapigana na giza. Ukiingia kwenye kikao, kama giza lilikuwa linataka kuingia, linasema siwezi kuingia hapa. Kama unafikiri natania, zima taa usiku na utaona giza. Washa taa, utaona giza likikimbia. Kwa hiyo kukiwa na nuru kwenye kikao, uwe na uhakika giza itakimbia. Kukiwa na nuru kwenye mtaa, inamaanisha giza kwenye mtaa itakimbia. Kukiwa na giza shuleni, inamaanisha wewe ukikaa pale, kitu gani kinachotakiwa? Unatakiwa kutunza nuru yako. Ndio maana kwenye hekalu waliambiwa watunze hii nuru, iwake mchana na usiku, iwe ni kitu ambacho kinatengeneza juu ya mfano wa kile kinachokuja. Kanisa ndiko nyumba ya Bwana. Kuna nuru kaweka ndani, haitakiwi kuzimika, haitakiwi kuwekewa chini na kufichwa. Inatakiwa ikae mahali ambapo inawamulikia watu wanaozunguka. Haleluya, haleluya. Ile tu kwamba wewe ni nuru ni tishio ya kutosha. Sasa unaweza ukashangaa wakati wanakuogopa, wewe unaogopa. Ni kwa sababu katika ulimwengu hao hujajijua. Wewe ni silaha mikononi mwa Bwana. Tunza nuru yako, tunza nuru yako. Hakikisha una mafuta kwenye taa yako. Hakikisha umesafisha mpaka kioo chako kinang'aa na nuru yako inaonekana. Haleluya. Kumbuka hili. Biblia inasema nuru ilikuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa usije ukafikiria utafurahishwa. Ndio maana watu wengi sana wakiona wanapigwa vita, wanaanza kuzimisha taa zao. Ukiona ugomvi umeisha, ujue taa yako imezima. Bwana Yesu asifiwe.
Hamjanisikia ninachosema. Mstari wa 5, Yohana 1 mstari wa 5, usije ukasahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje? Neno la Bwana. Tafuta ahadi za Bwana sawasawa na mifumo yako. Tamka hayo maneno, kwa sababu ndani yake ndimo huo uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya mifumo, ikawa nuru ya watu. Kwa hiyo unapoingia ofisini kwako, cheki ahadi ambayo Mungu amesema kwa siku hiyo na kwa nyakati hizo. Endelea kutabiri maneno juu ya mfumo wako. Endelea kutabiri maneno juu ya familia yako. Endelea kutabiri hata kama haionekani mabadiliko. Mwambie Mungu, ulisema nuru wakati hakuna nuru, na nuru ikatokea. Na mimi nasema iweko nuru na nuru itatokea. Iweko nuru na nuru itatokea. Unaweza ukafanya hivyo kama kidonge cha hospitali. Ukifika ofisini kwako, unasema ninatamka tena leo katika jina la Yesu, katika mifumo ya ofisi hii kuwe na nuru ya kiroho. Ikifika wakati wa lunch tena, unatamka tena maneno. Unasema ninatamka kwamba katika mifumo hii kunakuwa nuru, kunakuwa nuru. Unafika jioni, unashika na ardhi iliyoko pale kwenye ofisi yako na kusema ninatamka ya kwamba katika ardhi ya ofisi hii, katika ardhi ya ofisi natangaza nuru. Na ukitangaza nuru namna hiyo, kunakuwa na nuru. Na kukiwa na nuru, itafukuza giza. Kisikusumbue kwamba kesho wataendelea kupiga kelele. Wewe ukirudi tena kesho, unatangaza tena nuru, unatangaza tena nuru. Haleluya! Na kufundisha maneno magumu, lakini kafanyia mazoezi. Hakuna anayejifunza baisikeli bila kufanya zoezi. Ndio maana Biblia inasema tuyashike sana maungamo yetu, kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Inamaanisha lazima ujue neno ambalo Mungu amekupa kwa saa. Litamke hilo neno. Kisikusumbua itakuwaje? Kwa sababu yeye mwenye neno ataliangalia mpaka alitimize, atalifuatilia mpaka hakikisha limetokea. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyekupa hilo neno. Hukujifanya wewe kuwa nuru, yeye kakufanya uwe nuru. Hukujifanya kuwa silaha mikononi mwake, yeye amekufanya silaha mikononi mwake, ili kila mahali palipo na giza anapeleka mtu ambaye ana nuru. Ndio maana ukikuta mtu aliyeokoka akikuta giza anahama. Fikiri mara mbili. Wengine hawajasikia. Yesu alisemaje? Nuru yang'aa gizani, nuru haing'ai kwenye nuru. Kwa hiyo akakupeleka mahali ambapo pana giza. Sasa kama umepeleka wewe ndio wa kwanza, inamaanisha vita itakuweko. Lakini endelea kuchochea moto wako. Endelea kuchochea maombi yako. Endelea kuchochea uhusiano wako na Bwana. Ukiona unafika mahali pa kukata tamaa, unamwambia Mungu, sadaka yangu hii hapa, najiweka wakfu kwa upya. Umeniweka hapa kwa kusudi lako. Nitetee, nipiganie, nisaidie. Haleluya. Wanaweza wakatafuta hata kukuchafua namna gani, ili ukate tamaa kwamba hawa watu si kama hawanitaki, waseme tu. Alafu unamuuliza Mungu, ndio ninafanyaje? Utasikia Roho Mtakatifu, hatoki mtu hapa. Kwa sababu Mungu amekupa ile eneo, ndio eneo lako la kazi, ndio eneo lako la mzigo, ndio eneo lako la kung'aa. Ndipo watu watakapoitambua neema uliopewa. Ndipo watakapojua ya kwamba sio wewe unafanya haya mambo. Ndipo watakapojua kwamba biashara hiyo utegemei tu ujuzi, kuna mkono wa Mungu uko juu yako. Na watakapokuwa wanakuona unatoa sadaka, unasema Ebeni Ezere, hata sasa Bwana amenisaidia. Watajua ya kwamba hakuwa peke yake. Watajua ya kwamba hakuwa peke yake. Haleluya, haleluya.